Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ndugu zangu, habari zenu, habari za usiku, habari za masiku. Ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kiafya niko salama. Leo insha Allah tutakuja kupeana faida moja nzuri sana. Na zama zetu hizi nikaona nikupeni faida ya dawa hii, na hii natoa kwenu ni sadaka, na wewe usibaki nayo peke yako, mpe na mwenzio. Ndugu zangu, kutokana na maisha ya kisasa tunayoishi, haya ni maisha ambayo yana mambo mengi sana, na hususani katika mfumo wetu wa vyakula. Tunakula vyakula vingi, lakini vingi vipo kwa ajili ya kuharibu miili yetu. Na ndio maana zama zetu hizi maradhi yamekuwa ni mengi vibaya mno. Wewe ukiangalia kuanzia mwaka 2010 kushuka chini, au kuanzia 2000 kushuka chini, basi baadhi ya maradhi walikuwa nao watu ambao wenye uwezo. Mfano, pressure. Tajiri ndio mwenye pressure, so maskini. Sukari, tajiri ndio mwenye sukari, so maskini. Ugonjwa wa moyo, tajiri ndio mwenye maradhi hayo, sio maskini. Kwa kuna maradhi mengi yalikuwa kwa matajiri, lakini kwa maisha ya sasa na mifumo ya sasa ya dunia namna inavyokwenda, basi maradhi makubwa matajiri yanawapata na maskini yanawapata. Na zaidi maskini ndio wanaumia zaidi kuliko matajiri kwa zama zetu hizi, kwa sababu vyakula tunavyovitumia asilimia kubwa vina sumu nyingi. Madawa tunayotumia asilimia kubwa na sumu nyingi. Sasa unakuta figo imefeli. Hayo maradhi ambayo ya sasa hivi ni hatari. Figo kufeli, kwa figo, makansa, matezi dume, hiyo masukari, mapresha, mara moyo umetanuka, moyo sio umefanywa hizi, mara ini. Kwa hiyo kuna maradhi mengi ya ajabu yapo, lakini asili yake kutokana na vyakula tunavyovitumia vya kisasa na vinywaji tunavyovitumia vya kisasa. Sasa mimi nakupeni leo dawa moja nzuri sana, na nitakupeni ushauri. Inshallah hii klipu isambazeni kwa watu wengi, watapata faida. Moja, ukitaka wewe mwili wako uhifadhike na maradhi ya hayo niliyotaja na mengineyo mengi kutokana na vyakula tunavyovitumia, basi tiba nitakupeni mbili. Tiba moja, hii dawa ni dawa mama, ni dawa ambayo inafahamika duniani kote, habati sauda. Namna ya kuitumia habati sauda: kwa ajili ya kuondosha sumu katika miili na kuleta kinga kutokana na mlipuko wa maradhi mbalimbali. Natakiwa wewe utumie katika utaratibu huu. Kabla hujaingiza chochote mdomoni mwako, chukua maji moto, weka kijiko kimoja cha habati sauda, kunywa asubuhi. Na ukifika usiku wakati wa kwenda kulala, kunywa tena. Fanya ndiyo utaratibu wako, utaepukana maradhi mengi sana, na utakaweza ukaishi kwa muda mwingi, maradhi ya ajabu kwako yasikuingia. Hiyo njia ya kwanza. Njia ya pili, chukua habati sauda, changanya na asali. Changanya nini? Na asali. Utakula vijiko viwili asubuhi kabla ya kula chochote, na utakula vijiko viwili jioni wakati ushamaliza chakula cha usiku, wakati unakwenda kulala. Kwa maana asubuhi kabla hujaanza chochote, kunywa habati sauda ya asali, na vile vile tumia hiyo.
Hiyo ni njia ya kwanza kutumia habati sauda. Sasa anakuja katika mfumo mwingine vile vile wa kurekebisha mwili, kuondoa sumu na takataka nyingi za katika miili yetu, na wale wenye shida na upumuaji, yani maradhi ya upumuaji, mfano kwenye tatizo la mafua, kwenye tatizo la kifua, kwenye tatizo la pumu, basi na maradhi mengine mengi, au kwa ajili ya kuflash, kuondoa sumu katika miili yetu. Naam, tumia dawa hizi. Utapata habati sauda. Habati sauda utapata tangawizi, habati sauda utapata na mdalasini wa India, na utapata na karafuu ya unga. Dawa hizi ujazo uwe sawa. Kama utakutengeneza dawa hii mfano wake nusu lita kwa asali, basi pata kijiko kimoja chakula kisuja vizuri dawa hizi 3. Baada ya hapo utachukua vitunguu saumu 3 vile vikubwa, ambavyo si vikubwa vile vyeupe vya Kichina vile ambavyo vinje kutoka nje, hapana, vikubwa vinje kutoka katika nchi yetu kwa hapa Tanzania. Pata 3. Pata tangawizi urefu wa kidole chako cha kati vipande 3. Vile vile utapata kitunguu maji 2, na vile vile utapata alimiti kidogo, mafali kama punje 6-7. Utapata limao au ndimu 3, na hapo utamalizia na asali nusu lita. Na namna kutengeneza sasa, unatengeneza hivi. Chukua tangawizi, ikoshe vizuri, isage. Chukua kitunguu maji, kisage. Chukua kitunguu saumu, kisage, changanya pamoja. Chukua limao, kamua, changanya pamoja. Chukua limiti, isage, changanya pamoja. Baada ya hapo utachukua zile dawa zako za 3 za unga zile, ambayo habati sauda, mdalasini wa India na hiyo karafuu utaweka ndani yake. Baada ya hapo chukua asali, mimina, ikoroge vizuri. Kisha kuloweka vizuri, hifadhi katika sehemu iliyokuwa safi. Matumizi yake utakunywa asubuhi vijiko 2, utafanya hivyo mchana na jioni. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wewe mwenye maradhi ya pumu itakuwa imeisha, wenye kifua kimeisha, wenye tatizo la mafua yamekwisha, na vile vile faida zile sumu zote ambazo zilokaa ndani ya miaka 5, 6, 7, 8, kwa utaratibu huo ukiutumia dawa hiyo kwa siku 7 mpaka 21 mpaka mwezi mmoja, utajikuta umeondoa sumu nyingi katika mwili wako, na mwili wako utakuwa uko salama. Kwa inshallah dawa hii ni nzuri, itumieni katika utaratibu huo nilikuelezeni. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala mtapata majibu yaliokuwa mazuri sana, tena sana, tena sana. Msimkaipuuzia dawa hii, ni mujarabu mno. Kwa hiyo ukitaka kuweka mwili wako sawa, basi inshallah tumia dawa hii. Ni ndugu yenu, maalimu wenu Abu Hafsa, na watakia siku njema yenye baraka ndani yake. Na vile vile wenye maradhi ya kijini, mathalan mtu na mashaitani, au ana maradhi ya kiuchawi, au ana maradhi ya figo, kansa, kadhalika vidonda vya tumbo, sukari na maradhi mengi ambayo inawezekana umeshahangaika sana hujapata bado ufumbuzi, basi inshallah kwa uwezo wake Allah tumia namba hizi 0710 28 0323 au 0784 766 555 inshallah. Na vile vile tupo katika ofa ya Zulhijja, kuna dawa utazipata kwa bei nafuu sana. Ukizihitaji ofa hizo, piga namba hizo, utazipata zote, ziko WhatsApp, utazipata dawa hizo. Na vile vile tupo katika dua katika masiku haya ya Zulhijja. Inshallah leo ni siku yetu ya pili, kesho ni siku ya 3. Kwa hiyo unahitaji uongeze katika mfumo wa dua asubuhi, basi inshallah piga namba hizo ama nitumie message, nitakupa taratibu wa kukuunga katika dua za haya masiku matukufu inshallah, ambazo tunazoendelea
kila siku asubuhi kwa masiku ya 10. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.